Yaje, nataka tuangalie jana kwamba gold tulipata vipi setup ya kuseli, japokuwa ukija kwenye time frame ya day candle ilifunga bullish, lakini haya time frame inaweza candle ikafunga bullish, lakini kwenye lower time frame kule tukawa tumepata setup ya kuseli, na tutaitumia time frame ya gold time frame ya gold, tutaitumia time frame ya daily kama ndio constant time frame yetu. Sasa mimi napiga candle to candle directional bars. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa watu wanaopiga candle to candle directional bars watakuwa wananielewa vizuri sana, na kwenye upande wa gold inafanya kazi 100%, yani naweza nikasema hivyo, kwa sababu ni kitu ambacho kinafanya kazi vizuri sana na kinaweza kufanya kwamba ukaipenda gold vizuri. Sasa ukiangalia candle ya Jumanne tulifunga na bullish candle, unaona eh? Sasa tulivyofunga bullish candle tulikuwa tunategemea kwamba tupate mwendelezo wa gold kuendelea kubai, ina maana Jumatano tupate tena movement ya kubai, yani kwamba kendo Jumatano lazima tena pia ingefunga bullish, na kweli ilifunga nini? Ilifunga bullish, lakini sasa funga kwake bullish, lakini tuliseli baada ya kubai. Sasa kwa nini tuliseli baada ya kubai? Sababu ya kwanza, tunataka kwamba tuone kendo mpya ikifungua ishuke kwanza chini kabla ya kuja kuitoa hai ya nyuma yake. Sasa tulipoamka asubuhi tukakuta hai ya nyuma yake ya kendo Jumanne imeshachukuliwa, yani imeshatolewa. Sasa ikiwa ishatolewa, hatuwezi kufanya maamuzi ya kubai moja kwa moja au maamuzi ya kuseli moja kwa moja. Kinachotakiwa kufanya ni nini? Kinachotakiwa kufanya ni kwamba tutatumia kendo za masaa manne kujua kwamba tuna buy au tuna sell. Sasa kendo ambayo tutaitumia masaa manne, tutaitumia ile kendo ambayo imefunguka mpya, ambayo sasa ndio ya siku ya juma ngapi? Ya Jumatano. Hata kama ikiwa bado siku haijaisha, yani haijafunga, sisi tutaitumia hiyo kendo, lakini tutaitumia katika masaa manne ili kupata setup za kuendelea kubai au za kuendelea kufanyaje, za kuendelea kusell. Sasa ukimaki hapa, una maki high na ile low yake, hata kama ikiwa haijafunga, wewe imaki kwanza kendo ya daily, afu rudi kwenye time frame H4. Ukirudi kwenye time frame H4 utakuja kutafuta kendo za masaa manne. Sasa nataka tuoneshe kwamba muda wa New York session kwamba tunaweza tukachukuaje trade kwa kutumia kendo ya H4. Sasa kwenye kendo ya H4, kwenye kendo H4 kumbuka kwamba huu, ngoja nibadilishe rangi ili tusichanganyane. Hiyo ni high na low ambayo niweka mistari ya blue. High na low ni high na low kwenye kendo ya Jumanne ya day, lakini mstari huu na mstari huu ni kendo ya Jumatano, ambayo ndo tunataka tuangalie kwa nini tuliseli. Tuache rangi hiyo hiyo nyeusi, lakini sasa ilikuwa bado haijafunga, ina maana kwamba haikuwa ishafika huku chini. Kumbuka hilo, ilikuwa bado haijafika wapi? Huku chini. Sasa nimesema tunatafuta setup za New York session za mchana kwa kutumia kendo H4. Sasa kendo ambayo natakiwa tutumie sisi H4, ilikuwa inatakiwa tuje tutumie hii kendo hapa ya bearish ambayo ilifunga bearish. Kumbuka kwamba kama kendo hii ingefunga bullish ya New York session tungebuy, tungepata setup za kuendelea kubuy, lakini hii kendo ya New York session ilifunga bearish candle. Kwa hiyo kama ilifunga bearish candle, sisi hatuwezi tukabai tena, sisi inabidi tutafute setup za kuseli. Umeona?
Sawa, tunatafuta setup za kuseli. Tunatafutaje? Ukishamaki hii candle ya H4 ya mchana, tunakwenda kwenye time frame za chini yake bila kuruka time frame. Unakuja H1, unakuja kutafuta ndani ya hiyo candle kulitengenezwa level gani. Ukija time frame ya H1 hakukuwa na level ya aina yoyote. Ukija 30 minutes unakuja kuona market ilikuja kutengeneza level ya 30 minutes ambayo ilikuwa hii hapa. Level ya 30 minutes ambayo ilikuwa iko wapi? Hii hapa. Ndio price ilikuja kuchukua hapa ikaseli, ndio tulichukua order hapa ikaseli. Lakini sasa mtu anaweza kujiuliza kwamba hivi, je, ni wakati gani ambao price itakuja kwenye hiyo level na kuseli? Sasa hapo kwenye masuala ya muda gani ambayo nitakuwa sisi tuchukue trade kwenye hizi level, wewe nitafute private ni kuelekeze namna tunavyofanya ili tuweze kuelekezana namna ya kuchukua trade ndani ya huo muda, kwa sababu ndio maana unaona matrader hata wakubwa hawatrade ovyo, wana muda wao maalum wa kutrade, ila si tunaweka tu order amradi price tu imefika kwenye ile ambayo ulikuwa unaona ni sahihi, unaweka, mwisho wa siku unakuta inaenda pips 50 inarudi tena na kutoa hivyo, kwa sababu ulitrade muda sio sahihi. Sasa ukija lakini 15 ulikuwa pia tuna level ya 15 ambayo ilikuwa hii hapa. Sasa hapa ndio kitu cha kujiuliza, je, kwa nini hatukuseli kwenye 15 tumekuja kuseli kwenye 30 minutes? Ndio kile kitu ambacho nimezungumza, ni kwamba price itakapofungukia kwenye level fulani ndani ya muda fulani, basi huwa tunaitumia level hiyo hiyo kuchukua trade. Labda kama kutakuwa siku hiyo kuna nyuzi, ndio price inaweza ikafanyaje, ikaja ikatuma mkia hapa juu, alafu ikashuka chini. Lakini kama ni mazingira tu ya kawaida, price ikafunguka ndani ya hiyo level ndani ya muda husika, basi sisi tutateke trade kwenye level hiyo hiyo. Sasa kama unahitaji hivyo vitu, nitafute, mimi nitakuelekeza namna ya kuchukua trade kwenye hizo level ndani ya huo muda. Sasa kuna mtu anaweza kujiuliza hizo level ni nini au zipoje? Kwa kawaida candle ya daily inavyofunguka, candle ya day inavyofunguka, kwa mfano kwa mfano huu nimetumia candle ya day ambayo ilikuwa ni bullish. Sasa candle inavyokuwa inafunguka ya bullish, huwa inatengeneza level, na hizi level huwa ina level kuu 4. Ina level kuu 4. Level ya kwanza kabisa huwa ni level ya H4, lakini level ya pili huwa tunakuwa tuna level ya H1, lakini level ya pili huwa tunakuwa tuna level ya 30 minutes, na level ya mwisho kabisa huwa tunakuwa tuna level ya 15 minutes. Huwa tunakuwa tuna level ya nini? Ya 15 minutes. Sasa miongoni mwa hizi level ndo huwa price inatakiwa irudi ndani ya hizi level ili sisi tuweze kupata setup ndani ya hizi level. Kama hii candle ni ya kubai, basi inatakiwa tupate setup ya kuweza kubai ili tuje tuitoe ile high ya candle ya nyuma yake. Sawa eh? Candle ya nyuma yake. Sasa kama unakumbuka hii mistari yetu ya blue nilisema ndio ile candle ya juma ngapi? Candle ya Jumanne, ambao sasa sisi ilikuwa tunatarajia kwamba candle ya Jumatano ikifungua, kabla ya kuitoa high ya candle ya Jumanne, ishuke kwanza chini kwenye level zetu ili tupate setup za kuweza kubai, lakini haikufanya hivyo. Tulivyoamka asubuhi London session tukakuta tayari imeshaitoa high ya candle ya Jumanne. Kwa sasa ili tusikose sisi setup, nikasema tutatumia time frame za H4 kupata setup, lakini kwa kendo ambayo kama ingefunga bullish basi tungepata setup za kubuy. Kama imefunga bearish basi tunatafuta setup za nini? Za kusell. Na kweli ndio tulipata ile level ya sate, tukaja kupata nini? Setup za kuweza kusell.
Lakini sasa tuna seli hapa, cha kujiuliza tunaweza tukatoka wapi? Sehemu ya kutoka ya kwanza kabisa itabidi tutumie hizi level za kendo ya Jumanne, kwa sababu zilikuwa bado zingine hazijaguswa, kwa sababu price ilivyofungua siku ya Jumanne ilifanyaje? Ilivunja ile level ilivyofungua siku ya Jumatano ilivunja ile level ya siku ya Jumanne. Kwa hiyo kendo ya Jumanne ina level ambazo zilikuwa bado hazijafanyaje? Hazijaguswa. Sasa tunarudi H4 kuja kumaki level za kendo ya Jumanne ambao ndo hii kutoka hapa mpaka hapa. Kwa time frame H4 tulikuwa tuna level ya kwanza hii hapa. Kumbuka kwamba nimesema tuna level kuu 4 katika kendo ya daily. Kwa hiyo hiyo ni level ya kwanza, lakini level ya pili tulikuwa tuna level ya H1 ambayo hii hapa. Kwa hiyo hii ni level ya H1, lakini hii ni level ya nini? Ni level level ya H4 na hii ni level ya H1. Sasa take profit namba moja ilikuwa inatakiwa uje utoke wapi? Uje utoke kwenye level ya H1 ambao price ilipofika hapa ilikuwa inatakiwa uje ufanyaje? Uje utoke, kwa sababu tuliseli kwenye haya mazingira hapa. Lakini kama ulikuwa unataka kuchukua take profit tu, basi ilikuwa inatakiwa uje utoke kwenye level ya H4 ambayo ndio kendo ya siku ya juma ngapi? Ya Jumanne, ambako price sasa ilifika wapi? Ilifika kwenye hii level usiku. Hapo ndo take profit tu. Sasa baada ya kufika kwenye hizi level za kendo ya Jumanne, ndipo tutakuja kuangalia sasa maamuzi mengine, kama tunaendelea kubai au tunaendelea kufanyaje, tunaendelea kusell. Level za H1 na level za H4 ndizo zenye nguvu sana, kwa sababu ndizo miongoni mwa time frame kubwa kidogo ukitofautisha na level za dakika 15 na dakika 30. Hizi level za dakika 15 na 30 huwa zina nguvu, lakini inategemea na siku hiyo kwamba movement ya soko ipoje. Kwa hiyo leo sitaki kuzielezea hizi level, ila kuna siku tutazigusia namna ya kuweza kuchukua trade kwenye hizi level za dakika 15 na dakika 30, na kwamba huwa tunazichukua muda gani, either London session au New York session. Tutakuja kuzielezea, lakini kama una uhitaji wa kuzifahamu mapema, wani cheki, utanicheki, tutakuja kusoma, tutaangalia kwamba zinachukuliwa muda gani na unaondoka nazo vipi. Kwa hiyo kwa leo ndo nilikuwa nataka tuangalie ile setup ya jana kuseli, ambayo tuliseli hapa mpaka wapi? Mpaka hapa chini. Lakini sasa kwa gold jinsi ilivyokuwa na Pepsi value kubwa, kuingia tu moja kwa moja hapa ni changamoto. Ulikuwa una uwezo ukaja kusubiria confirmation kwenye lower time frame